this country a democracy, President William Ruto knows that I will be in the ballot against him. So the rest of it is irrelevant. Watu waweze kurukaruka juu chini. The rest of it, I have no problem with Kindiki Kithure. Ni kijana yetu, in fact, huko kwa Tharaka, mwite nitakaya kwa kijana yangu. Nitaka. But this thing, I have no problem with Kindiki. I have a problem with William Ruto, who has misled in terms of the leadership of this country, who has to lose in a democratic manner. And that is our pledge as the united opposition. We will not relent. We will not surrender. We will not be bribed. We will not be coerced. This is why next week tunakumbuka vile vijana waliuawa. In 2023, mimi nilikuwa kwa mtaa na huyu bwana, huyu waziri huyu. I don't know how he escaped being killed in Mathare. Aliniwacha nikikufa ndani ya kwa gari na tear gas. Yeye akaponyoka. That day Raila karibu auawe pipeline. Mimi nashangaa Raila anafanya kama anajali mambo ya, because walikuwa nabishana, wakaenda kwa Yesu akamuuliza, ni kwa nini huyu shetani amemsumbua mtoto miaka yote hiyo? Tumejaribu kuomba atoke, hatoki. Ni kwa nini? Wakauliza. And what did the Lord reply? Alisema, this type. Hii type hii nimengoa saa hii. This type inatoka tu through prayer. I want to suggest to all of us, mahali tumefika kama nchi, kuna shetani wa uongo, wa ajabu. Yaani unaona mtu anasimama, mtu mzima, anatoa, anajua yote anaozungumza ni uongo mtupu. And he wants the country to believe. So, if the intention ni hiyo, shetani ina hiyo, I suggest Salvation Army and all of us, we not only pray but fast. Kabisa, to do some fasting, serious fasting for your country. Because it affects all of us. All of us. Tusio kwamba ni nchi ambayo uongo ukizungumzwa pale tunaamini kwamba ni ukweli. Huyo shetani, that spirit of corruption, shetani wa ajabu huyo. Yani unaenda unaungwa na pesa yako. Allow me to say this deal, because this is important. Unaona upande mmoja viongozi wanasema hakuna harambe tena. Alafu anakuja na aina nyingine harambe, and it is still harambe. And they are so eager about it. In fact, you should pity them, because ni uongo mtupu kwamba hakuna harambe, alafu wanakuja wanabeba shilingi milioni 10. How I wish they brought that quietly to the church. How I wish, I went to invite them, because there's a challenge here, do you? Looking at the way we have tried to do, Leo, your budget, and the next one I think is about 15 million. How I wish hizo pesa angepeana, because wameonga with literally bribing Kenyans. Bribing them. So economic empowerment. I should listen to Dr. Makali Mulu on the meaning of economic empowerment. Wanawacha wananchi wakilalamika. Actually wamejaribia zaidi, because you come wanachanga shilingi and it is constant. Rais anatoa milioni 3, naibu rais anatoa milioni 2, wanatoka constituency moja wanaenda ingine, na hizi concentration imekuwa area ya Lower Eastern, Ukambani huko concentration. And I can understand in Central Kenya hapa kwa mlima walikuwa na shida, mpaka wanaona vile wananchi watarudi. Walipofanya impeachment of deputy president, walikuwa na shida hata kwenda mbele za watu yao. Sasa wakaunda entry point. Entry point ni twende na mapesa yenyewe, ni taxpayers money. Kwenda na taxpayers money kuonga wananchi, and then
What do you after that? After mtu anapata shilingi 200, wengine wamekuja na usiku wamelala kule 200. It is not under, hata afadhali CDF, it was something you can explain, or GAF ile akina mama, something you can understand. Huyu ni mnyama aina gani huyu? Ndio nasema huyu upepo, aina hii ya upepo itatolewa kwa maombi. Are we together? Mnanisikia? Kama unanisikia nipatie kidole hii ya Salvation Army. So mimi naomba tu wananchi tusifadhaike. Watakuja na njia nyingi zaidi in order to soften the ground. Wanataka kutumia jina langu. Mheshimiwa Eugene ndugu yangu, I cannot be as white as that. I'm only just a sinner saved by grace. Mimi ni mkosaji kabisa, but saved by grace. I cannot be, wengine wanasema mweupe kama pamba. I can't be. I'm a human being. But I know that this country right now needs intervention from on high. Kama you are a believer like me, the time to even put into effect your faith. Mhubiri ametuambia how we can increase imani yetu iongezeke. And you know, if you have strong enough faith, unaweza kusema, Yesu alisema that mountain itoke, ihame, and it can. So I can understand the problem in this country right now. And not just in the country, by the way, even in the region, our democracy is under serious test. So we have a katiba. Hiyo katiba hiyo ndio inatupa uhuru wa kuabudu hapa. Mwananchi wa Kenya kuna uhuru wa kuabudu bila kuchokozwa. So I want to assure Kenyans, mimi, I cannot contemplate. They use my name, and I'm just a sinner saved by grace. Ati iwasaidie. I want to tell Kenyans, hao watu wameenda beyond kusaidika. Lazima waombewe, huyo shetani aina hiyo atoke, so that this country inaweza kupumua. Kesho mahakama nadhani itapeana direction juu ya vile huyu Inspector Generali wa kiwango cha pili, huyu bwana Eliud Lagat, mambo yake ya kokotini. Wakili Njiru tumewaamurisha hawa, you are getting directions, Senator Maanzo, because we believe it is not a matter ya kuchezea, and therefore Bishop Dio, we bring this matter to you because there's a weeping Kenyan family in Homa Bay. There are many other weeping families. Bwana Kindiki anatoka huko upande wa kwetu ndio, but he was the presiding minister when Gen Zs were killed. Yani mimi niende nisikilize maneno ya Kindiki? Kwanza afadhali Ruto alijaribu kuomba msamaha ambao ulikataliwa mbali na vijana. Sasa msamaha huyo, it cannot be just msamaha tu kiholela. Wewe Kindiki kwanza ungeomba msamaha because you are the minister for the interior when Gen Zs were killed. Tuanze hapo, tuwe waangwana kuomba msamaha na kusema tena Ojwang ameuawa, omba tena msamaha because wewe ni deputy president wa half term. Sinu half term wa one term. Ameteuliwa, hakuchaguliwa na wananchi. Kwa hivyo waache kutumia jina langu, wajue hata Ruto mwenyewe, God willing, I'm saying God willing, Ruto mwenyewe anajua kama kuna mpinzani wake sugu ambaye atakutana kwa ballot in the next election ni Stephen Kalonzo Musyoka. Yeye mwenyewe anajua, because unajua unaweza ukahishi kwa roho yako, anahishi, he knows it. Pray. Ujue hawa viongozi ni sample gani, walikuwa na mizigo mikubwa tumewaweka hapa. We don't like pretending. We can't pretend. And me personally, I think we have to distinguish
If people think politics is light, then we don't belong. I can confirm to you I'm not a politician of that type. I can't possibly. Over my years in leadership, Mheshimiwa Dr. Makali, you're doing your 13 years, a third term, Mheshimiwa Makau, a third term, and others. Please don't look at politics. Siasa ile tunaita kwa lugha siasa. Kwa sababu sasa imekuja kuaminika siasa ni sample fulani ya binadamu ambao ni lazima watengwe. Kwa sababu wanawazungumza, wanayoyasema wayaamini, na tena ni watu wa ajabu. Sisi watoto wasije wakaona the politicians there na wale wengine. Lakini naomba tu mniruhusu niseme asante kwa mwaliko.